Simulizi ya kusisimua, safari ya usiku. Muda wa kusoma, dakika 7:10. Njia Dar es Salaam, Morogoro, Iringa, Mbeya. Sehemu ya kwanza, mwanzo wa safari. Ilipofika saa 3 usiku, kituo cha mabasi Ubungo kilijaa minong'ono na harufu ya jasho na mafuta ya dizeli. Ndani ya basi la Challenger Night Express, watu walikuwa wakipandisha mizigo, wakipeana mikono ya kwaheri, wengine wakiwa wamejifunga mikoba mikononi kwa hofu isiyosemwa. Safari ilikuwa ya kuelekea Mbeya, lakini haikuwa ya kawaida. Ilikuwa safari ya usiku yote kupitia mapori, milima na maeneo ambayo simulizi za wachawi, mizimu na ajali za ajabu zilishasikika mara kwa mara. Mshika tiketi aliita kwa sauti, "Tafadhali funga mkanda, safari inaanza." Sehemu ya pili, mstari wa magari yanapopishana na giza. Dereva, Bwana Chigulu, alikuwa mtu wa miaka 50 mwenye macho mekundu na sauti ya kukwaruza. Alipoanza kuendesha basi, aliweka redio ya FM ikicheza muziki wa taarabu wa huzuni, kana kwamba ilikuwa ibada ya kuaga. Mvua nyepesi ilianza kunyesha pindi walipoingia barabara ya Morogoro. Kila mtu alinyamaza kimya, wengine wakijilaza, wengine wakitazama kupitia madirisha kwa hofu ya yasiyosemwa. Kilomita 110 kutoka Dar, ghafla taa za basi zikaanza kucheza. Mara zinawaka, mara zinazimika. Dereva alitoa jicho kwenye kioo cha pembeni na kusema kwa sauti ya chini, "Kuna kitu si cha kawaida leo." Mtu mmoja aitwaye Sudi yeyote aliyeketi siti ya mwisho alijisikia kichefuchefu cha ghafla na akapiga kelele, "Mungu wangu, kuna mtu amenigusa shingoni." Watu wakageuka kwa mshangao. Hakukuwa na mtu nyuma yake. Alikuwa siti ya mwisho. Sehemu ya tatu, mstari wa msitu wa mizimu. Walipofika pori la Mikumi na mtu yeyote kujaza maombi haya. Saa ilikuwa karibu 5 usiku. Barabara ilikuwa kimya, hakuna magari ya mbele wala nyuma. Walipopita eneo la kijiji cha Ihimbo, basi lilianza kupiga kelele za ajabu kama sauti ya mtoto mdogo analia ndani ya injini. "Dereva, kuna sauti ndani ya basi," abiria mmoja alilalamika. Chigulu alisimamisha basi kwa haraka pembeni ya barabara. Aliposhuka kufungua boneti, alikuta jogoo mweusi akiwa juu ya injini akipiga mayowe ya ajabu licha ya kuwa usiku wa manane. Jogoo alitoweka ghafla mbele ya macho yao. "Hatufai kusafiri usiku huu," alisema mama mmoja, mzee aliyekuwa na hirizi shingoni. "Kuna roho zimeamka." Sehemu ya 4, mstari wa bado njia ni ndefu. Wakiwa wameshtushwa, waliondoka tena baada ya kusoma dua fupi. Saa 6 usiku walifika Mikumi, wakapita barabara ya milimani kuelekea Iringa. Giza lilikuwa zito kuliko kawaida. Mara wakaona gari lililogeuka upande wa barabara limeteketea kwa moto. Hapakuwa na mtu, hakuna dereva, hakuna abiria. Sudi, yule kijana wa nyuma, alisema, "Basi hilo ninalikumbuka, lilitoka Ubungo kabla yetu." Watu wakaanza kuomba. Mwezi ulijificha nyuma ya mawingu. Barabara ilikuwa tulivu kama kaburi. Dereva Chigulu alianza kukimbiza basi kana kwamba alikuwa anakimbia kitu kisichoonekana. Kilomita 10 kabla ya kufika Iringa, Chigulu alianza kutetemeka. Alianza kuona watu wakiwa katikati ya barabara, lakini kila alipowasha taa hawakuwepo tena. Mikono yake ilianza kufa ganzi. Akalia, "Ninaona watu waliokufa wako njiani." Ghafla alidondoka, gari likiwa bado linatembea. Msaidizi wake, Hamza, na mtu yeyote kujaza maombi haya, akaruka na kushika usukani kwa haraka. "Shikeni vizuri," alipaza sauti, huku akiokoa basi lisiweze kutoka barabarani. Chigulu alipoketi chini akilia, aliteta, "Niliua mtu mwaka 2002 barabarani, sasa amerudi kunichukua." Hamza, kijana jasiri wa miaka 28, aliendelea kuendesha basi. Simu zote zilikuwa hazina mtandao. Redio ilianza kupiga sauti ya kelele zisizotafsirika. Mara ikawa kimya. Watoto wachache ndani ya basi walianza kulia bila sababu. Wengine waliona vivuli vikitembea nje ya dirisha. Mama mmoja mjamzito alianza kupata uchungu wa kujifungua. "Tutafanyaje?" watu walilia. Hamza alijaribu kuongeza mwendo. Walipofika eneo la Mlima Kitonga, ghafla taa za basi zikaangazia msichana mmoja amevaa nguo nyeupe akitembea katikati ya barabara. Wote walipiga kelele, "Angalia mbele!" Lakini Hamza alipojaribu kuepuka, msichana huyo alipotea hewani. Walipofika mahali alipokuwa, wakakuta bango la barabarani limeandikwa, "Hatari, eneo la ajali nyingi hasa usiku." Saa 12 asubuhi, mwanga ulianza kuchomoza walipokuwa wakiteremka milima ya Mbeya. Ndani ya basi, watu walikuwa kimya, wengine wakiwa macho mekundu kwa machozi, wengine wakiwa wameinamia Biblia, Korani au hirizi zao. Chigulu alikuwa hajazungumza tangu alipopoteza fahamu kwa muda. Mama yule mjamzito alijifungua mtoto wa kiume kwa msaada wa abiria mmoja nesi. Waliwasili kituo cha Mbeya saa 2 asubuhi.
Hamza, aliyewaokoa wote, alisimama kwenye mlango wa basi na kusema, usiku huu haukuwa wa kawaida, lakini tumefika salama. Mungu ndiye dereva wetu wa kweli. Miezi kadhaa baadaye, magazeti ya Mbeya yaliripoti kuwa eneo la Kitonga lilikuwa na historia ya ajali nyingi zisizoelezeka. Wakazi walidai kila usiku wa tarehe 27 Juni, eneo la binti mmoja aliyefariki kwa ajali mwaka 2001 jitokeza kuomba msaada. Ilikuwa ni tarehe hiyo hiyo ambayo basi la Challenger Night Express lilisafiri. Je, ilikuwa bahati au msaada wa kiroho? Na yule mtoto alizaliwa, basi alipofikisha miezi 6, alionekana ana alama ya ajabu kwenye bega lake la kushoto, alama ya jogoo mweusi. Mwisho. Ungependa niendelee na sehemu ya pili au nikutengenezee picha za matukio ya simulizi hii?